Kama unavyoona shamba ndo hili, na mimi siwezi kukutambulisha sana kwa sababu umekulia hapa, unayajua vizuri. Kwa hiyo kwanza kutambulisha ni kama vile nafanya marudio kwako. Kwanza mimi ningependa kukupa pongezi. Ni mwanaume ambaye uko smart, unatunza mazingira yako safi. Nimependa kukuta mazingira ya shamba hapo hivi. Sababu ungekuwa ni mtu mwingine hapa ningekutana na chako unapita. Lakini unapaka safi kabisa. Hongera sana. Asante. Naam. Asante sana. Ningependa kukwambia jambo kwamba wakati unabadilika na mambo yanabadilika. Miaka 10 iliyopita kuna mambo ambayo ukuyaona na sasa unayaona. Nilikwambia kwamba nahitaji kiwanja kwa ajili ya kufanya maendeleo ya kijiji. Nahitaji kuwekeza mradi ambao utakuwa faida kwa wanakijiji. Pia hata wewe mwenyewe pia utakuwa mnufaika mmoja wapo. Kwa hiyo ningependa kusikia tu ni kiasi gani ambacho kinahitajika ili tuweze kumaliza biashara, tuendelee na mambo mengine. Nakuelewa. Nakuelewa sana. Lakini mimi sina sababu ya kuuziri shamba. Kama unakumbuka kuna ajenda nilileta kwako. Na nilikuwa nafikiria ili shamba hiyo sehemu ya mahali ya mimi kumwoa mdogo wako Patricia. Hivi ni kweli upo serious kiasi hicho kuhusu mdogo wangu? Ndio, niko serious. Na ninamaanisha. So ndio maana nikasema tutengeze makubaliano. Tukubaliane sababu ili shamba liwe tu sehemu ya mahali. Tukishafanya hivyo kinakuwa sawa. Patricia. Vipi? Mbona kama vile uko sawa? Ni kweli sipo sawa. Koba, kwa ni rafiki yangu wa muda mrefu sana hapa kijijini. Tumekuwa wote kuanzia tulipokuwa wadogo. Lakini kuna jambo lipo nyuma ya mgongo wangu ambalo unalifanya wewe pamoja na kaka yangu Zoko. Patricia, jambo gani hilo? Modimo warona pulaeta Karibu Zopa binteo. Niambie unanihitaji. Unajua kwa nini baba yako alikuwa anapendwa na watu wengi hapa kijijini? Alikuwa anapenda watu. Kwanza nashukuru sana kwa kunikumbusha kuhusu babangu. Lakini ningependa kukuuliza swali. Hivi kama kweli babangu alikuwa ni mtu mkarimu, babangu alikuwa ni mtu mwema, babangu alikuwa anapambania na kijiji, na huyu babangu ndo aliyeuawa ndani ya hiki kijiji, ila wewe siku si nyingi unakuwa na mkwe. Mkwe gani tena? Ina maana hujui chochote kinachoendelea? Sijui chochote kinaendelea nini? Kama sije nikaonekana mbea. Kijiji kizima kinatambua ya kuwa kwamba mimi na wewe tunafunga ndoa. Wakati mimi mwenyewe hizo taarifa sina. Huoni kwamba unanikosea Koba?
Niambie kinaendelea nini? Mimi sielewi. Kwa mimi nilivyosikia, huyo Koba anataka kumua mdogo wake Zoba, yule anaitwa Patricia. Anao kwa kina Zoba. Shughuli zako zinaharibu ustawi mzima wa kijiji. Kama nikwambie, na ikiwezekana nikuziwie. Jaribu kunizuia, lakini usije kunidhaumu kwa kitakacho kukuta. Mwisho wako umefika. Badilika Zoba. Wakati wangu ndio kwanza unaanza, bado sana kuisha. Bula 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 ena. Najua sio mama yako mzazi, lakini baba yako alikuwa ananiita mimi mke. Ni mama. Ina wala utaki au nikotea sana rafiki yangu. Inapunguza mawazo, stress, no feeling. Hii unakunywa kwa sababu ya kusahau matatizo yako. Lakini mimi natafuta dawa ya kukumbuka matatizo yangu. Sawa. Haiwezi kukusaidia chochote. Na nakuhakikishia siku ukisahau matatizo yako hautotamani kuikumbuka. Unanitisha au kuna kitu nimekosea hapa? Sasa kujua kuna jambo nimelisikia tena huko mitaani, na mimi sikupaswa mambo nisikie huko mitaani, nitakiwa niafahamu kupitia wewe. Jambo gani tena mama? Nasikia nataka kumuoa Patricia, dada yake Zoba. Mama, ni kweli. Kwa sababu mimi ni mwanaume na nimekuwa sasa ni mtu mzima, nikajua sio jambo baya, lakini nilijua muda ukifika nitakwambia kila kitu. Kwanza unataka kumuoa kwa mahali ipi? Naomba nisikize vizuri mama. Baada ya babangu kufariki, mali zote alizoziacha ziko chini yangu. Mimi ndio na mamlaka nazo.
ninaamua nini kifanyike na nini kisifanyike. Hata hilo shamba lolizungumzia ambalo nalitazama sana, mimi ndo ninaamua nilifanyie nini na nini silifanyie. Kwa unajua ninachokifanya. Basi kama huna kitu kingine cha kuniambia, naomba niruhusu niende shamba. Uko sawa, lakini baba yako aliniachia usia kwamba niendelee kukuangalia na kukushauri. Huyo Zopa atakuja kufanya kitu utoamini. Bwana Nguli, wewe ni mtu mzuri sana. Wewe ni mtu mzuri sana hapa kijijini. Hiki kinywaji unachotumia sio mbaya, lakini si kizuri. Na kuomba kama ambavyo wewe na familia yako mliweza kunisaidia, naomba unisikilize kama ndugu yako sasa. Tumalizie tata. Mola wangu, nisamehe sana kama nitakuwa nakosea. Ninastahili kuianza safari upya. Hii ni familia yangu. Hapa ni nyumbani. Maswali yasiyo na majibu yanazidi kutesa kichwa changu. Ni heri kwenda kutafuta ukweli wangu. Vipi? Wewe nini lakini? Mimi na shida na wewe. Una shida na mimi? Hebu kwanza kaa mbali na hizo sigara zako mimi. Mama! Mama! We mama! Taratibu Kwani vipi?
Hawajikuumiza. Pole sana. Pole sana. Mama, hata shamba iko wapi? Nauliza hata shamba iko wapi? Kwa nini unaiwekaga wapi? Mama, hata shamba inakaa kabatini kila siku. Leo imeenda wapi? Unataka kuniambia mata miguu imetembea yenyewe? Taratibu. Unavyoongea na mimi usiongee kwa sauti kama hii, sawa? Mimi na kawaida kuingia ndani kwako mpaka nijue gati ilipo. Sijatafuta. Mimi nimetafuta, haipo. Afu juzi tu tumeongea kuhusu shamba. Juzi. Leo hata shamba haipo. Unataka kuniambia imeenda wapi? Tunakaa wawili mimi na wewe tu ndani wawili. Kama sio ni nani mwingine akachukua? Mama, humu ndani tunaishi watu wawili tu mimi na wewe. Na hakuna mwingine wa kuchukua zaidi yako wewe. Sasa naondoka. Nikirudi nisipoipata hiyo hati ya shamba, utamjua Koba moja kumjua. Na utajuta kunijua mimi. Ndio Patricia kasha kuchanganya hivi. Hapo hujaoa. Je, ukioa?